Leo tulikuwa na kikao kazi cha wasoma takwimu wa Mtoni na Mvua pamoja na jumuiya za watumia maji hizo 5. Lengo kubwa lilikuwa ni hasa kuwaunganisha hizi jumuiya za watumia maji pamoja na wasoma takwimu waweze kufahamiana na waweze kushirikiana katika swala zima la kutunza na kuhifadhi rasilimali za maji. Tumefanya hivyo ili kila mwanajumuiya ajue ndani ya jumuiya yake ana vituo vingapi vya Mtoni na ana vituo vingapi vya Mvua na anasimamia mito mingapi. Lakini vile vile hata msoma takwimu amfahamu mwanajumuiya wake ili washirikiane kwa pamoja katika swala zima la kulinda miundombinu, kutoa elimu katika maeneo wanayotokea na kushirikiana katika kazi kubwa za kutunza rasilimali za maji. Wasoma takwimu wamesisitizwa kuweza kutoa taarifa ambazo ni sahihi, kwani katika kutoa taarifa sahihi zinasaidia katika kutoa maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa maana hiyo, lazima wasoma takwimu wanatakiwa wawe waaminifu. Na kwa upande wa wanajumuiya wamesisitizwa kuendelea kuwa wazalendo katika kusimamia rasilimali za maji, kwani tunajua maji ni maisha. Basi wasimamie kwa uaminifu na hasa utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo ikiwezekana hata katika kujitolea, na wanapokutana na changamoto mbalimbali usitegemee kwamba zile changamoto zitatatuliwa na mtu mwingine nje ya wao kueleza hali halisi ya changamoto waliokuwa nayo na kutoa mapendekezo kwamba ile changamoto inaweza ikatatuliwa kwa namna gani. Kitu ambacho tumejifunza leo ni kusoma takwimu ambazo ni sahihi na za uhakika, kwani takwimu zinasaidia sana taifa katika utengenezaji wa miundombinu ya barabara na ujengaji wa madaraja, kwamba hata mkandarasi akija anataka kujua eneo husika maji huwa yanapitaje, kwa wakati gani, yanajaje kwa wakati huu na kuaje, atatumia data takwimu ambazo tunasoma sisi ili katika ujenzi wa hilo daraja. Taratibu za usomaji wa takwimu, kuna muda wake maalum ambao tunatakiwa tusome. Asubuhi ni saa 12 asubuhi na jioni ni saa 12 jioni, ambazo tunatakiwa ndio muda maalum wa kusoma. Kwa nini tunasoma muda huo? Kwa sababu ndio muda maalum ambao umepangwa, takwimu zinakuwa vizuri, unapata maji kiwango sahihi cha maji ambacho utakipata wakati unasoma. Kikao hiki kinaenda kutuongezea ufanisi wa kazi zetu, hasa hususani sisi wa jumuiya ya Ngerengere Juu B katika mto wetu wa Ngerengere ambao ndio mto mkubwa unaoleta maji katika bwawa la Mindu, ambayo hilo bwawa la Mindu linatumika kwa matumizi ya maji katika wakazi wa Morogoro mjini. Tunawataka wadau wote katika maeneo mbalimbali, hasa viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa kata, viongozi wa wilaya pamoja na viongozi wa mkoa, tushirikiane kwa pamoja katika kulinda rasilimali za maji, kwa sababu tunafahamu wote bila maji maisha hayawezekani, bila maji viwanda hamna, bila maji kilimo hakipo, na bila maji mambo mengi yanakwama. Tone la maji lazima lihifadhiwe.